Na watekaji wamefika mahali ambapo wana ujasiri. Nikamsikiliza mkurugenzi wa Jamii Forum, Mero, anasikika anasema kwamba yeye alipigiwa simu. Akaambiwa na mtu, bwana, tutakuteka, tutakuua na Watanzania watakulilia kwa siku 3 afu baadaye watasahau. Yaani mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukwambia, bwana, tutakuchukua, alafu Watanzania watalia siku 3 watakusahau. Anakupigia simu. Ndugu zangu, we must wake up. Huu utekaji tunauresist kwa nguvu zote. Mimi binafsi nauresist leo, kesho, wiki ijayo. No, it can't happen in our country. Jambo hili lazima likataliwe. Hatukuliona kule nyuma. Hii ni dharau iliyopindukia kwa mtekaji kukupigia simu na kukutisha. Leo watu wengi wamekimbia nchi. Mwanamapinduzi ya askofu wetu hayupo, wamekimbia. Sikiza nikwambie, kina Mwakipesile wamekimbia, wengi wamekimbia, wako nje. Wengine siwezi kuwataja kwa sababu ya hadhi zao. Maaskofu wa madhehebu makubwa kabisa wamekimbia nchi kwa sababu tu ya kusema sema. Sikiza niwaambie, at least mimi ni kiongozi wa taasisi. Unapokuwa kiongozi, watu wote hawezi kukubaliana na wewe. Hata kwenye taasisi zetu za kimungu kabisa, ni kanisani au ni msikitini, si watu wote watakubaliana na wewe, na pamoja na kwamba ni waumini wako, wakukusema sema wapo. Wengine watakusema kwa sababu za uongo, zitakuuma. Kama kiongozi lazima uwe na courage ya kumeza hayo maneno. Ukiwaua wote utamtawala nani? Ukiwateka wote utamtawala nani? Itakuwaje baada ya hapo? Unaweza kuwateka ukashinda uchaguzi. Baada ya kushinda uchaguzi, kila uliyemteka ana mdogo wake, ana mjomba wake, ana shangazi yake, ana kaka yake, ana ndugu yake. Baadaye nchi itakuwa kwenye uchungu ambayo itakuwa ni ngumu sana kuiganga. Amkeni. Nasema tena, this is a last wake up call. Hii ni kengele ya mwisho ya kuamsha kwamba amkeni, tutapoteza nchi. Kataa utekaji, disappearance of persons. Si nyie mnayoendesha ya mambo ya utekaji, si nyie. Wala sio vyombo vyenu. Si nyie wala sio vyombo vyenu vinavyoendesha mambo ya utekaji. Lakini siku zijazo hamtaepuka kabisa kutamkwa mkiungamanishwa na matukio haya yaliyotokea wakati wa utawala wenu. Kwa mfano, watu watasema mwaka ule, kipindi kile ambacho DJIS alikuwa fulani, miaka ile ambacho CDF alikuwa fulani, miaka ile ambacho mkuu wa jeshi wa polisi alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa jeshi la magereza alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa uhamiaji alikuwa fulani na mkuu wa jeshi alikuwa fulani, ndiyo miaka ile ambayo watu walitekwa sana. Hamwezi kukana kwamba si ninyi, lakini miaka ijayo historia itawarekodi kwamba ninyi mlipokuwa wakuu wa vyombo mambo haya yalitokea. Mimi naongea na nyinyi moja kwa moja kama mtumishi wa Mungu. Na ukiniona naongea hivi kwenye nyakati ambazo ni za hatari kama hivi, nyakati ambazo balozi anatoweka, hakuna neno lolote kutoka serikalini kwamba mstaafu wao ametoweka, hakuna. Watu wamekwenda mahakamani, ruling ya mahakamani na yenyewe inasema kwamba na wenyewe hawajui, mahakama hawajui. Kwa hiyo huwezi kumpata popote. Ukiniona mimi nazungumza hivi, nazungumza kwa uchungu kabisa. Nchi ni yetu sote. You cannot avoid in the future that when they talk about these abductions, that your names might be connected, not in a sense that you are doers of those matters, lakini majina yenu yatatajwa, yataungamanishwa na hayo. Mimi nawashauri, pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, ambao ni jambo la muhimu na lazima. Loyalty yenu kwa mamlaka jambo la muhimu na lazima. Pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, liangalieni jambo hili kwa muhimu sana. Linawaunganisha nyie na utu wenu na familia zenu na watoto wenu. Si kwa sababu mmefanya, ni kwa sababu nyie ndio mlikuwa wenye mamlaka ya kulizuia hili jambo. Si kweli eti vyombo havijui Mdude na Soka wako wapi. Si kweli eti vyombo havijui Ali Kibao alichukuliwaje. Si kweli vyombo havijui Polepole kaondokaje. Si kweli. Vitakuwa vinajua. Vitakuwa vinajua. Na hakika kabisa vitakuwa vinajua. Lakini vifanyeje? Ndugu zangu, kwa kiwango kidogo najua competence
ya vyombo vyetu na wakuu wa vyombo. Najua. Mimi najua. Narudia tena, mimi najua competence ya wakuu wetu wa vyombo. Najua kabisa. CDF amekuwa kwenye kazi muda mrefu. Ni mtu competent. Anaiweza kazi. IGP Wambura ni mtu competent kabisa. Namfahamu Wambura tangu akiwa Kinondoni pale. Namfahamu Wambura tangu akiwa kanda maalum. Wambura amefanya kazi kule Mtwara kipindi kile cha mambo magumu. Wambura ni mtu competent. Mimi I'm 100%. Huwezi kunidanganya kwamba eti Wambura hajui kabisa. Wambura atakuwa anajua. Lakini Wambura anamwendeaje bosi wake? Kusema kwamba bosi hili swala haliendi vizuri, atapoteza kazi. DGIS eti ndugu yangu Suleiman Mombo eti hajui kabisa. Anajua. Lakini akienda anaweza kupoteza kazi. Siamini CDF hajui au generali kiongozi wa magereza hajui. Wanajua. Lakini sasa watafanyaje? Wakitulia ndani ya mimi nawahakikishia Tanzania tuna vyombo competent. Kwa swala la vyombo tu ni competent, lakini hatujapata a mechanism ya kuwalinda hao wakuu wa vyombo ili na wao watulindie nchi yetu. Kwa hiyo muda unakuja na siku moja itafika. Mimi nasema siku moja itakuja tu ambayo tutapata namna ya wakuu wa vyombo kuwalinda, watulindie nchi yetu na maono yetu. Ndugu zangu, my countrymen, kama tusipofanikiwa kuilinda nchi yetu, ipo siku nchi yetu njema tutaipoteza. Kwa sababu motive ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi. Hata ningekuwa mimi, motive ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi. Na anaweza kutumia njia ambazo zina damage nchi ili ashinde uchaguzi. Lakini motive ya nyie wakuu wa vyombo na vyombo vyetu ni kulinda nchi. Akija mtu mnamlinda, anamaliza, anaondoka. Anaingia kwa mujibu wa katiba, mnamlinda, anaondoka. Ndio wajibu wenu. Lakini itakapofika wakati tukaona aibu kusema juu ya mambo yanayohatarisha taifa, kuna siku tutakuwa na wakati mgumu sana. Kwa kiwango kidogo, tangu place yangu ya kwanza nilivyosema kwamba vyombo vyetu viwe na ulinzi ili wawe na uwezo wa kusema hapana kwenye baadhi ya mambo ambayo hayaendi sawa sawa. Nikupe mfano mzuri. Huwezi kuniambia eti polisi hawafahamu kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia idara ya usalama wa taifa